Na mimi mapenzi ni sehemu kubwa sana ya maisha yangu. Nikizungumzia mahusiano nazungumzia maisha yangu. Kwa sababu kitu kinachoitwa kuchiti, kuchepuka, sijui nani ambaye leo haikuwa na mahusiano na mimi akanikuta nafanya hivyo. Maisha yangu yote mpaka nimefika hapa. Sijawahi kutoka kwenye mahusiano yangu nikaenda kumvulia mwanaume mwingine nguo mpaka leo na umri huu. Na nimezaa watoto 3. Na nimekutana pia na watu kwenye mahusiano. Mbaya zaidi wengine nikutana nao wauni, mimi niko chumba hiki kama mke, mwanaume analala chumba kinachofuata na mwanamke mwingine au na msichana wangu wa kazi. Lakini bado sikuwahi kudiriki kwenda kuvua nguo kwa mwanaume mwingine. Kwa hiyo ninapozungumzia mapenzi, ninazungumzia maisha yangu. This is Wayvani V, Vanny Boy. Shout out to PTV. Also bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Bwana, mbele yako ni dada yetu Wastara kama mnavyomuona akiwa amependeza kweli kweli, na hapa ni nyumbani kwake. Nimefika hapa kwa mara nyingine nipigane story ama nifanye interview. Hii ni baada ya siku chache zilizopita alipozungumza na mimi kwamba kiukweli kuna muda anahitaji faraja, yani kuna muda anajisikia upweke kweli na hii hali yake akiwa peke yake hivi basi inampa wakati mgumu kweli. Sasa comment zikawa ni nyingi kweli, baadhi ya wanaume wakajitokeza wakazungumza kwao. Yani walikuwa wanaandika comment ama wanakuja DM, wengine wanatuma namba, bwana nimemuelewa Wastara sio na nini. Nikaona nije hapa nifanye naye mahojiano. Yeye ameonaje ama alionaje zile comment ambazo baadhi ya wanaume wali comment baada ya Wastara kuzungumza kwamba amemisi kukumbatiwa. Amemisi yani ile faraja ya kuwa na mwenzake. Huyu hapa nakwenda kuzungumza. Sisa Wastara kwema? Kwema. Kwema bana, nashukuru Mungu. Wale umewaka sana. Mimi namshukuru Mungu, niko hivi kila siku. Kila siku hivi? Kila siku niko hivi. Okay. Enzi za usichana wako ulikuwa binti wa namna gani? Ulikuwa yani ilikuwaje enzi? Kwanza mimi nilikuwa mchapa kazi sana. Ingine nilikuwa napenda sana muziki sana. Kwa hiyo stare yangu kubwa ilikuwa mimi ni kusikiliza muziki, kucheza muziki ndani. Weekend baada ya mwezi hivi labda natoka outing. Lakini kitu ambacho kilikuwa kwenye akili yangu siku zote ni biashara kama hivyo, yani madini yalikuwa yako ndani ya damu kabisa, kwa sababu tumekuta biashara ambayo walikuwa wanafanya wazazi wetu. Kwa hiyo kingine ambacho nilikuwa nawaza ni jinsi ya kuweza kusaidia watu. Na nilijaribu kufanya hadi kufungua taasisi. Na hicho ndo kitu kikubwa sana ambacho naweza kusema mzazi wetu, mama yetu alitukuza kwenye mazingira hayo. Hakutukuza kwamba mapenzi ni kitu cha muhimu sana au ndoa kwamba muda wote wewe waza kuingia kwenye ndoa tu, hapana. Alichosema ndoa ni heshima, lakini pesa, kutafuta pesa ni muhimili wako, kwa sababu hata ukiwa na mtu anayekunyanyasa na hutaki kumwacha, lakini ukiwa unafanya kazi, ile nusu ya mawazo yako yatakuwa yako kule, kwa sababu utabidi upige mahesabu, bidhaa zako zimeingia ngapi, zimetoka ngapi, una shilingi ngapi, faida bei gani. Kwa hiyo ule muda ambao wewe unafanya ile kazi, kidogo mawazo ya manyanyaso unayopata kwa mpenzi wako au mume wako yanapungua. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mama yetu au mama yangu mzazi alikuwa anatufundisha, yani mabinti zake, watoto wake wa kiume. Kwa hiyo ina maana kwenye ukuaji wangu mimi nimeanza kufanya biashara kabla sijavunja ungo mpaka leo. Kwa hiyo ni mtu ambaye naamini sana kwenye biashara kuliko kwenye kitu chochote. Ina maana hata hivi kitendo cha kuumwa kwa muda karibu wa miaka 4 mpaka sasa kukaa hivi
unanipa mateso makubwa sana na upweke wa hali ya juu, kwa sababu sio mtu wa hivyo, ni mtu wa kuhangaika na haijalishi naenda wapi, mradi naenda kufanya biashara ambayo ni halali, na siogopi kufanya biashara yoyote ambayo halali, haijalishi biashara gani, mradi tu nauza na kununua na faida ipo, tumemaliza. Kwa hiyo kitendo cha kukaa, yani hii miaka 4 nimekuwa niko nyoro, yani ile hali ya kuumwa imenizoofisha baadhi ya vitu vyangu, baadhi ya bidhaa, baadhi ya mali, ile kuanza kuuza kidogo mpaka mwisho wa siku nafika na kuja kuzidiwa, yani tayari mtaji wangu nimesha kata kwa hali kubwa sana. Unaona? Kwa hiyo natamani sasa hivi kusimama, natamani kupambana tena, kwa sababu hayo ndio maisha niliyokulia. Maisha ya usichana wangu nilikuwa ni kupambana. Mpaka sasa hivi nimefika, nimekuwa ni mama. Bado pia nilikuwa katika harakati hizo za kupambana. Na nimesafiri nchi nyingi kwa ajili ya kupambania kipato, biashara, kazi ya sanaa. Maona mpaka hapa nilipo. Kwa hiyo kikubwa kwanza nachoweza kusema kwa Watanzania, wanielewe cha kwanza, ambao huwa wanatafsiri tofauti. Wanielewe mimi ni mwanamke mpambanaji sana. Kwa hiyo kitendo cha kukaa sio kitu ambacho kinanifurahisha, kinaniuma na kinaniumiza sana. Kutokufanya kazi yoyote ya kujishusha kwenye biashara, kwa sababu hayo sio maisha yangu. Kama nilianza kufanya biashara toka binti mdogo, sijavunja ungo, mpaka sasa hivi nakaribia kufika miaka 40. Kwa hiyo ina maana ni mtu ambaye maisha yangu yote yalikuwa kwenye ukuaji wangu wote ulikuwa kwenye mambo ya biashara. Kwa hiyo sio kitu cha kufurahia kukaa tu nyumbani na kujiuguza. Yani ni kitu ambacho hakinivutii hata kidogo, na naweza kusema hii ndo sababu hata ya kunipa mawazo na kunizidishia ugonjwa kwa kupambana. Kingine pia kukaa muda mrefu kwenye hali ya ugonjwa kilinifanya nichukie mapenzi, nichukie wanaume. Yani nikajikuta yani sitaki kuishi na mtu yoyote, nataka kuwa mwenyewe tu. Maona, na ni kweli hivyo. Miaka sasa hivi niko mwenyewe, sifikirii, siwazi wala sisimki kuwa na mahusiano, kwa sababu nimejikuta nimeingia kwenye maisha ambayo sijawahi kuishi. Maisha ya kuwa muda mrefu kwa nyumbani kuliko kazini, kuliko kwenye biashara. Kwa hiyo haya maisha nimejikuta kwangu naona kwamba sio mazuri. Ni maisha mimi mwenyewe yananipa changamoto nyingi. Kwa hiyo leo hii nikija nikimuongeza mtu afu bahati mbaya nikapata mwanaume ambaye hana uelewa, hajui kitu kujali, sio mtafutaji, umeona, nitaishia tu kuvuliwa nguo na kuachwa. Kwa sababu lazima mtu kwa situation ambayo nilikuwa nao pate ni mtu ambaye ana akili, ana uelewa, anajua kujali, na yeye ni mpambanaji, na ni mtu ambaye sio mgeni kwenye mahusiano. Umeona, yani hana kitu cha ajabu atakachokishangaa. Hakuna kitakachompa stress kwenye maisha yangu. Lakini sasa kwa sababu mtu ana namna hiyo siwezi kumjua, kwa hiyo nikakata connection kabisa ya mahusiano. Naona na mpaka sasa hizi niko mwenyewe, namshukuru Mungu sasa hivi sijambo. Kilichopo sasa hizi ni kupambana vipi naweza nikamudu kujihudumia kwa mwaka ambao niliambiwa nitumie dawa. Dawa bei ghali. Kwa mwezi inafika milioni 8. Sasa na nikikwambia kwamba biashara zangu na vitu vingi vinavyoingiza hela vimepotelea hewani, unaona, na ninawajibika kutafuta hiyo milioni 8, unaona ni jinsi gani bado nipo katika wakati mgumu. Sasa leo ukiniambia niingie kwenye mahusiano ya mtu ambaye hata ukimwambia basi wewe jitolee 10,000 kwa siku au 20,000 hawezi, sijisaidii, ila najiingiza kwenye matatizo mengine zaidi. Uone kwamba unajikatia tamaa mapema? Sijikatii tamaa, kwa sababu maisha yangu mimi kwenye mahusiano sikuwa naangalia pesa.
Mwa sikuwa naangalia pesa. Kwa hiyo maisha ya kukaa na mtu ambaye hana pesa nimeyaona athari zake, maumivu yake na matokeo yake. Kiasi kwamba yashanishinda kifupi. Kwa hiyo ina maana hata kusema naingia kwenye mahusiano basi niingie na mtu ambaye anajiweza. Yaani ana uwezo wa kunihudumia kama mke wake, kukava kila kitu kinachonihusu kama mke na gharama zangu. Ndio mume ambaye natamani nikija kuamua kumpata mtu kuhitaji kuwa na mume, basi nipate wa namna hiyo ambaye anaweza kunihudumia. Sababu maisha yangu mimi kitu kuhudumiwa kwa kweli hakikuwepo. Yaani nimeingia kwenye mahusiano na kuingia, lakini kusema kuna mwanaume amesimama ananitreat, anatoa hela yake, nimeishi naye labda miaka 5, miaka 6, haijawahi kutokea. Hata huyu mwanaume akatoa hela hata kwa miezi 6 tu, hela ya kula tu, haijawahi kutokea. Kwa hiyo maisha yote mimi ndo nimekuwa mwanaume ndani ya nyumba. Sasa ile imeshanichosha, imeshanikifu, imeshanikinai. Utajuaje kwamba huyu mwanaume sio mwanaume sahihi kwako? Hilo ndio maana ukaona nikaamua kukaa. Kwa sababu kumjua mtu sahihi au sio sahihi ni kazi sana. Na mwisho wa siku unaweza ukaishia kuvuliwa tu nguo. Kwa sababu unamtafuta yule mtu sahihi ambaye haonekani usoni. Umeona? Lakini unajikuta umeshaingia kwenye mahusiano ndio unakuja kujua huyu mtu sio na akashakuchezea. Kwa hiyo unakwenda unaacha. Unaenda kwingine tena. Ukiona sasa ili mimi kuepukana na ile hali ya kufunua nikaona bora nikate kabisa kitu kinaitwa mahusiano. Halafu baada ya hivyo nikihitaji basi nilichukue hili jambo niongee na Mungu wangu. Kwa sababu naamini yule atakayempitisha tiki Mungu ndo atakuwa sahihi. Yaani niache kuchagua mimi mwenyewe. Okay. Na imani kabisa wanaokuja kwako wengi sana. Yaani wanaume wanaokuja kwako ni wengi sana. Unatumia muda gani kuchuja? Yaani kama nilivyosema kwa sababu sijakuwa tayari kwa sasa hivi. Lakini unaona namna wanavyokuja na unasoma message zao. Sana, yani ni wengi, yani nikisema wengi namaanisha wengi. Wengi na mwingine message yake ya kwanza tu anakuambia mimi nakupenda, nimekuja hapa ili nikuoe. Kama umekubali tuonane, tupange mambo ya ndoa. Yani shortly. Alafu mtu anamnawe ukimwambia okay sawa unaweza kunihudumia, mimi naweza kunihudumia sawa, basi hebu fanya mpango tu 20,000 tu hapa. Atakwambia kwa sasa sina. Mwingine anakuja hadi nafikia tu naambia sawa unaweza kunihudumia, tunaanzia hapa 10,000 tu. Hana, umeshanielewa? Lakini hisia zake zimemsukuma, anaona kwamba huyu Astara mimi nikimtongoza tu anakubali. Hajiangalii maisha yake, hajiangalii maisha yangu, angalii status ya mtu, angalii uwezo wake. Yani yeye anachoamini kwamba anampenda mtu fulani, anatupa ndoano. Wanaume ni wengi, unanielewa wengi? Yani nikisema wengi, sijui sehemu gani nitakayofungua kwenye simu yangu nisikute message za wanaume. Kiasi kwamba mpaka mwisho wa siku nasusa, mbona sikute hata message za biashara, ni message za kutongozwa tu. Kwa sababu naweza kususa simu yangu siku 3 sifungui kwenye mitandao. Kwa sababu nafungua sikutana na kitu kipya, nakutana na zile za kutongozana tu. Umeona? Mimi ilikuwa wakati naumwa, kuna baada ya kutuma namba ili niweze kufanyiwa michango, watu walikuwa wananipigia simu, wengine wananipigia simu wananionyesha maungo yao. Mwanaume anapiga simu ananionyesha maungo yake, yani kajiweka tu uchikavua nguo kabisa. Alafu anakuambia umeniona hivi nilivyo Kwa kweli hii pia inanifanya nizidi kuwasoma wanaume ni vichwa vya aina gani. Umeona? Sasa ukiwa katika tukio kama hilo la kuhuzunisha, la maumivu, alafu mtu anakuja kukuambia, anakuja kukuletea story kama hizo. Yani unakuwa unakata tamaa kabisa na mahusiano.
sio mmoja aliyenifanyia hivyo. Kwa hiyo unaona jinsi gani wanaume wanakatisha tamaa. Unapiga video call. Serious yani unaona yani wewe mgonjwa unajikuta yani unasema hivi sijui nilie au nicheke nimtukane huyu mtu au ni block yani hivyo, lakini mwisho wa siku unajikuta wanaume wanaweka hisia zao mbele zaidi kuliko kitu chochote. Ndio maana anaweza hata kusaliti hata mara 10 hajali, kwa sababu anachoangalia hisia zake zinataka nini kwa ule wakati. Kwa hiyo wakati unalia anaangalia haya macho haya akija nikija nani nikiwa nayo chumbani haya yanayotoa machozi, anakuwazia vingine. Ile sura ambayo inakaa na huzuni hii nikiwa nayo chumbani, umenielewa sijui. Yaani huko kwenye masikitiko lakini anakutafsiri vingine. Na mwingine anakuvua nguo kabisa, yani kwenye mtazamo wake. Anakuvua nguo alafu sasa moja kwa moja anakuja kwenye point. Ndio wao wanaofikia kuvua nguo akajishuti maungo yake. Kwa sababu tayari na wewe amesha kuvua nguo huko alipo. Hisia zake zimesha kuvua nguo. Kwa hiyo anajichukulia wewe na yeye pale sawa. Mnaelewa? Anakuwa na ujasiri wa kuonesha maungo yake. Sasa unaona jinsi gani kuna utofauti kati ya sisi wanawake na wanaume. Kiasi kwamba unakuwa humjui nani sahihi na nani sio sahihi. Nani mwanaume anakuja yeye ni mwema kwako na nani anakuja ni mbaya kwako, anakuja kabisa kukuangamiza na kukutokomeza. Kwa hiyo kwa wakati kama huu ambao binafsi tayari nina stress za kuumwa, nina stress kwamba na vitu vingi vya kuniingizia fedha vimekaa shagara bagara. Kwa hiyo sio wakati sahihi wa mimi kutafuta mwanaume au kuwa na mwanaume, kwa sababu na uhakika kabisa nitapata hao wavua nguo ambao wanavua nguo na wanaonyesha madudu yao kwenye simu. Hao ndio nitakaoambulia kuwapata. Kwa hiyo sio wakati sahihi kwa sababu kichwa changu hakijaelekea kule. Kwa hiyo nitafanya uchaguzi kwa sababu tu nitakuwa nahitaji mwanaume, lakini sitafanya uchaguzi kwamba nahitaji kuishi katika mahusiano. Na mimi mapenzi ni sehemu kubwa sana ya maisha yangu. Nikizungumzia mahusiano nazungumzia maisha yangu. Kwa sababu kitu kinachoitwa kuchepuka. Sijui nani ambaye leo haikuwa na mahusiano na mimi akanikuta nafanya hivyo. Maisha yangu yote mpaka nimefika hapa. Sijawahi kutoka kwenye mahusiano yangu nikaenda kumvulia mwanaume mwingine nguo mpaka leo na umri huu. Na nimezaa watoto 3. Na nimekutana pia na watu kwenye mahusiano. Mbaya zaidi wengine nikutana nao wauni, mimi niko chumba hiki kama mke, mwanaume nalala chumba kinachofuata na mwanamke mwingine au na msichana wangu wa kazi. Lakini bado sikuwahi kudiriki kwenda kuvua nguo kwa mwanaume mwingine. Kwa hiyo ninapozungumzia mapenzi, ninazungumzia maisha yangu. Kwa sababu ninayachukulia mahusiano ni kama yai ambayo linahitaji kutunzwa ili isivunjike. Sichukulii mahusiano kwamba mimi naenda tu kuwa na mpenzi, umeelewa? Nikutane naye, alafu baada ya hapo awepo tu, hapana. Siyachukulii mahusiano hivyo. Mahusiano nachukulia ni sehemu ya maisha yangu. Nahitaji niwe mwaminifu, nahitaji niwe mtu ambaye ninajali. Umeelewa? Nahitaji niwe na muda wa kutosha kwa ajili ya mwenzangu. Ninahitaji kuweka time ya kuzungumza maisha yetu mimi na yeye tu ambayo ya kufurahisha, na nahitaji kuwa na muda mimi na yeye wa kuzungumzia maisha ya kutafuta. Kwa hiyo kama ninaweza kuvipanga hivyo vyote vikawa kwenye ratiba zangu, ina maana hayo mahusiano yana umuhimu sana kwangu. Kwa hiyo ina maana siwezi kutoka nikakurupuka tu kuwa na mtu. Kwa sababu tayari inapofikia kuwa na mtu nimeshajiwekea kwamba sasa naweza kumudu. Nitapita naye njia hii, nitapita naye njia hii, nitapita naye njia hii. Lakini lengo langu sio kwamba niwe naye leo kesho tuachane. Si kuwa na lengo hili.
Yani mimi nategemea huyu ndo nishakuwa naye, haya Mungu akitujalia awe wa milele. Lakini tu ndo hivyo inatokea watu kutoelewana, mnaishia njiani. Lakini hamna hata mwanaume ambaye niliwahi kuwa naye nikategemea kwamba huyu ikifika mwezi wa 6 lazima tuachane. Hakunaga hivyo. Isipokuwa tu ndio unakuta wanaume uvumilivu unawashinda. Uvumilivu unawashinda wa kukaa na mwanamke mmoja, wanatoka huko anachepuka, mbaya uchepuke nisikuone, lakini ndo anachepuka mpaka mlangoni kwako. Umeona? Kwa hiyo hii inakuwa kwa sababu nimejitoa 100% kubwa kwa ajili ya kukupenda na kukutimizia vile vya kwako. Kwa hiyo ukishafika tu unavunja uaminifu mpaka mbele ya macho yangu, hilo unakuaga siwezi kulivumilia kusema kweli. Siwezi kulivumilia, bora mbali nisikuone. Lakini karibu mbele ya macho yangu siwezi. Na mimi mara nyingi sana nimefanywa hivyo. Mara nyingi sana, yani kwamba niko na mtu ndani lakini humo ndani anawatafuna watu. Na nimekuwa ni mtu wa kusaidia sana vijana, watoto wa kike, wa kiume. Kwa hiyo unakuta wale watoto wa kike nao kaa nao ambaye mwenye moyo dhaifu anashawishika, mnashangaa mle ndani mko wake wawili. Kabisa mko wake wawili. Wewe ukisebeza chumbani kwako, mzee anasebeza chumba cha wasichana huko. Ukisafiri anabebwa anaitwa chumbani kwako. Hivyo yani. Kwa hiyo sasa maisha hayo kusema kweli yamenikatisha tamaa sana. This is Wayvani V, Vanny Boy. Shout out to PTV also bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.